therefore ceases to hold office forthwith. Naam, na mgomo wa madaktari umeingia siku yake ya pili hii leo, huku shughuli za matibabu katika hospitali za umma zikitatizika. Wagonjwa wanaendelea kuhangaika huku baadhi wakitafuta huduma za matibabu katika hospitali za kibinafsi. Clement Masombo yuko katika kaunti ya Nyeri, mtazamaji, na sasa nataka tuungane naye moja kwa moja. Atueleze pengine kwa sasa Clement uko wapi haswa? Hebu tueleze siku mbili ya mgomo huo wa madaktari, pengine hali unayoshuhudia hapo ni ipi? Abdalla, nini unafanya? Naam, shukran sana wa kesho. Kwa sasa nipo katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nyeri ambapo tumepitia tu kuona hali iko vipi, hii ikiwa siku ya pili ya mgomo wa madaktari nchini. Na nilipokuwa nikizungumza awali na maafisa wa huo muungano wa madaktari KMPDU wa hii kaunti ya Nyeri, mmoja mwakilishi wao ambaye ni Daktari Brenda Nyabuto alinieleza kwamba wanaungana na wenzao nchi nzima kushiriki kwenye huu mgomo, manake mambo ambayo wanazungumzia ni mambo yanayoathiri wote kama madaktari kwa jumla, na kwamba pia wanashiriki kwenye huu mgomo, ila alisema hangeweza kuzungumza nasi kwa sasa, manake anaelewa kwamba kuna mkutano ambao unafaa mkutano kati ya viongozi wa KMPDU na baraza la magavana nchini, ambapo pia watakuwa wakitoa taarifa yao kamili baada ya huo mkutano. Lakini kwa sasa tunavyozungumza alinidokazia tu kwamba baadhi ya hospitali hapa kaunti ya Nyeri huduma zimesimama. Hapa nilipo ni sehemu ya wale wagonjwa ambao wanaingia tu kwa mambo ambayo si ya dharura, ama ukipenda outpatient department. Na hii hapa sehemu hii mara mingi huwa hawahitaji kuonana na daktari, wanashughulikiwa na wauguzi na wale maafisa tu wa huduma za afya ambao wanashughulikia na kisha kwenda nyumbani. Ndio tunaelewa kwamba wale wanaoathirika zaidi ni wale ambao wamelazwa kwenye zile wadi upande ule wa pili wa hospitali kama hii ambayo ni ya rufaa ya kaunti. Lakini ameniambia kwamba kile ambacho wamefanya kama madaktari, wameweka kila hospitali angalau daktari mmoja tu wa kushughulikia vile visa vya dharura ambavyo vinatokea. Kwa mfano, mgonjwa akiingia anahitaji kufanyia upasuaji wa dharura, mambo kama hayo, kuna daktari angalau mmoja ambaye anashughulikia. Kwa hivyo ameniambia kwamba hospitali kama hii na daktari mmoja ya Karatini na daktari mmoja ya Narumoru, lakini hospitali ambayo ameniambia imefungwa kabisa ni hospitali ya Mkuruine. Na tulivyosema awali ni kwamba tukimaliza kufanya ziara yetu hapa tuone mambo yako vipi, basi pia tutakuwa tukizuru hizo hospitali nyingine ambazo aliniambia, na haswa ambayo tunataka kuzuru ni hospitali ya Mkuruine kuona hali iko vipi. Je, kweli hospitali imefungwa kama alivyosema ama mambo yako vipi? Lakini kwa sasa unavyoona hapa, hawa ni baadhi ya wagonjwa ambao wamefika kupata huduma zao, na labda nijaribu kuona kama huyo mzee wangu hapa atazungumza na sisi, atueleze. Hujambo mzee, unaitwa nani na umefika hapa saa ngapi, na je umepata huduma? Nimekuja hapa kitu kama saa 12 asubuhi, na kutoka saa hiyo sijapata huduma hata kidogo. Unaitwa nani? Mimi naitwa John Kenywa, kutoka Karatina. Je, unaona kama kucheleweshwa kupata huduma kumetokana na huu mgomo wa madaktari? Inatokana na tu na madaktari, kwa vile wanasema kuna mambo yao wanadai kwa madaktari, wengine waandikwe, wengine wanadai pesa. Lakini hiyo mgomo tu inakuja juu ya madaktari tu. Wewe ni huduma zipi ambazo ulikuwa unataka siku ya leo? Mimi nilikuwa nataka kuja kuchukua madawa ya diabetes na kipimo nijulikane ni nini mbaya na mwili yangu. Naam, shukrani. Huyo ni mmoja tu. Tuzungumze nawe mzee, utueleze unaitwa nani, umetoka sehemu ipi, na je umekuja saa ngapi na umehudumiwa kufikia sasa? Angalia kamera pale. Kwangu mimi naitwa Julius Wagura Kariuki, lakini nimekuja tu sasa hivi kwa sababu nilikuwa naogopa kama nitakuja nikute kama mgomo unaendelea. Nimefika tu saa hii na ngojea nione kama nitatibiwa ama sitatibiwa. Umetoka sehemu gani? Mimi natoka huko Tetu, pahali naitwa Gaki location. Na unaona kama hutasaidika, pengine ungependa kuambia? Sema ati sitasaidika kwa sababu nitajua nikishafika kwa daktari.
Naam, shukran sana. Huyu ana imani kwamba atasaidika. Nizungumze labda na huyu dada hapa. Sawa, huyu anasema hatazungumza na sisi kwa sasa. Lakini Wakesho, umesikia tu kutoka kwa baadhi ya wale ambao wagonjwa ambao wamefika hapa. Mmoja anasema alifika saa 12 na kufikia sasa hajasaidika. Ila mwenzake naye anasema amefika tu kwa sasa, amefika tu dakika chache zilizopita, ila ana imani, anatumaini kwamba atasaidika. Kwa hivyo hiyo ndio hali halisi hapa katika hospitali hii ya rufaa ya kaunti ya Nyeri, lakini pia tutakuwa tukiwajuza watazamaji wetu jinsi hali ilivyo katika hospitali zingine za kaunti hii ya Nyeri. Naam, bila shaka asante sana Clement Masombo. Tunatumai kwamba wale ambao wako na matumaini yatafika.